Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabike. Na kukaribisha kwenye YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na zaidi ya yote namkaribisha sana Roho Mtakatifu ambaye bila yeye hatuwezi chochote. Karibu sana Roho Mtakatifu, take over mahali hapa, take control, tusaidie Roho Mtakatifu. Nitumie tu kama chombo chako na mtumwa ambaye ninafanya tu ambayo yananipasa, lakini saidia pia watoto wako ambao wanasikiliza wakaelewe unachokisema na kikawazalie matunda kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana Yesu. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, naomba na kuamini. Amen. Amen. Karibuni sana wapendwa watazamaji, na mbarikiwe sana kwa kuendelea like, kushare, kusubscribe ili videos endelee kuwafikia na watu wengine, mkiwa mnafanya kazi ya Mungu pamoja na mimi. Na wengi mnaofuatilia tayari mnajua kwamba bado tuko kwenye playlist ya kitabu chetu cha Mwanzo, na kwa neema ya Mungu tayari tumesha cover sura ya kwanza mpaka sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo. Na leo kwa neema ya Mungu tutakuwa tunaangalia sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo. Basi kwa kukumbushana tu, katika video iliyopita ambayo tuliangalia sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo, tuliona Mungu anaagiza tohara kwa wanaume ambao walikuwa kwenye vizazi vya Ibrahim na kwenye nyumba ya Ibrahim, kama ishara ya kimwili ya agano lake na Ibrahim, kwa baba wa mataifa. Lakini pia tuliona Mungu akamwambia Sara, mwakani muda kama huu utapata mtoto. Kwa hiyo tuliona katika hiyo sura ya 17 jinsi Mungu alisemezana na Ibrahim, akambadilisha jina, akambadilisha Sarai jina, akawaambia hiyo ishara ya agano kwamba itakuwa ni tohara katika miili yao. Akawaambia Sara kwamba mwakani atapata mtoto na mambo mengine mengi. Na leo katika sura ya 18 tutaenda kuangalia Biblia inachotuambia kuhusu utimilifu wa hii ahadi. Kwa hiyo katika sura ya 18, kama unakumbuka, katika sura ya 17 Ibrahim alikuwa na miaka 99 na alimuona Mungu, sio kwenye maono, lakini Mungu alimtokea. Na leo katika hii sura ya 18 pia tunaona Biblia inasema Bwana akamtokea Ibrahim. Ibrahim alikuwa amekaa nje ya hema yake. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 18, Bwana Mungu akamtokea tena Ibrahim physically. Na Ibrahim alikuwa amekaa nje ya hema ya nyumba yake katika mialoni ya Mamre. Ibrahim aliponyanyua uso wake akaona watu watatu wamesimama, ni kama wamekuja kwake. Kwa hiyo Ibrahim alipoona watu watatu hakujua kwamba Bwana yuko katikati yao. Lakini alivyoona akaenda akawasujudia, akawakaribisha sana kwa ukarimu. Akamwambia, jamani, karibuni sana, karibuni mpumzike. Akawaletea maji, akamwambia karibuni basi mnawe, mpumzike kidogo, mle muendelee na safari. Ina maana walikuwa wako karibu sana na hema ya Ibrahim, kwa sababu ukisoma hapo inakwambia Mungu alimtokea Ibrahim katika mialoni ya Mamre. Na pia Ibrahim yeye alipoinua sura yake aliona wanaume watatu. Kwa hiyo Mungu akiwepo katikati yao hapa. Basi akawaandalia maji kama alivyowakaribisha, wakanao, wakapumzika pale. Ibrahim akamwambia mke wake, andaa mkate vizuri haraka, andaa nyama, andaa maziwa vizuri, waandalie wageni chakula. Kwa hiyo mke wake akawa anafanya hivyo. Wale watu wakawa wamepumzika, wamekaa na Ibrahim, wanaongea mawili matatu. Mungu akamuuliza Ibrahim, mke wako yuko wapi, Sarai? Akamwambia, mke wangu yuko anaandaa chakula, bila kujua kwamba Sarai alikuwa karibu na ile hema yao. Bwana Mungu akamwambia Ibrahim,
miezi 9, yani miezi 9 ikiisha, Sarai atapata mtoto. Basi Sarai aliposikia hivyo akacheka, akasema moyoni mwake, yani mimi katika uzee wangu huu nitapata mtoto kwa bwana wangu, nitapata furaha kwa bwana wangu katika uzee wangu huu. Kwa sababu hapo Ibrahim tayari ana miaka 100 kamili na Sarai ana miaka 90, na hapo tayari period zilikuwa zimesha koma, yani yuko menopause, na ni Biblia inasema alikuwa tayari ameshakuwa mzee. Sawa. Kwa hiyo Bwana Mungu akamwambia Ibrahim kwenye tent, kwenye hiyo hema, mbona Sarai mke wako amecheka? Sara akamuuliza Ibrahim, mbona Sarai mke wako amecheka? Kwani kuna kitu chochote kigumu kwa Mungu? Basi Ibrahim akawa anasikiliza ile conversation. Sarai aliposikia kwamba mbona mke wako amecheka, akaogopa, akasema hapana, sijacheka. Bwana Mungu akamwambia ndio umecheka. So Sarai alifikiri kwamba ni watu tu wa kawaida wamekuja nyumbani. Na yeye aliogopa. Kwa sababu gani? Hakujua kwamba huyu mtu amejuaje mbona mimi nimecheka. Nilikuwa nyuma ya hema. Imekuwaje huyu mtu kajua moyoni mwangu nimecheka na nimesema haya maneno. Kwa hiyo Sara alivyosema kwamba sijacheka, Bwana Mungu akamwambia ndio umecheka. Kwa hiyo Sara ikabidi tu anyamaze. Sawa? Biblia inaendelea kutuambia baada ya naniliu ya wageni kula, sasa wakawa anawatoa wageni, sasa anawatoa, anawasindikiza. Lakini katika kuwasindikiza, Bwana Mungu akajisemea moyoni mwake, kwa nini mfiche Ibrahim kitu ninachoenda kufanya, wakati nimeshafanya naye agano kwamba uzao wake utakuwa watu wangu na watu wake na mimi nitakuwa Mungu wao, na kwa sababu Ibrahim ni rafiki yangu. Kwa hiyo Mungu akatafakari moyoni mwake, akamwambia Ibrahim alikuwa anawasindikiza, wakawa wamefika sehemu ambayo ni kama juu ya kilima ambapo kwa chini unaweza wanalitazama bonde la Sodoma na Gomora. Mungu akamwambia Ibrahim, nimesikia, yani anasema hivi, kuna mashtaka makubwa sana juu ya mji wa Sodoma na Gomora, na nimekuja ili kuona yani nimekuja ili kuona kuhakikisha mambo haya. Kwa hiyo Ibrahim hapo alikuwa tayari ameshajua kwamba huyu ni Bwana Mungu. Alikuwa ameshajua kwamba huyu ni Bwana. Sawa? Kuna mambo mengi tutaongea huko mbele ya safari, lakini Ibrahim hapa macho yake akawa ameshafunguka kwamba huyu sio mtu wa kawaida, ni Mungu. Sawa? Na kwa wakati huu naweza nikasema kwamba alikuwa Bwana Yesu. Sawa? Kwa sababu kama tunavyojua Baba yuko kwenye kiti cha enzi forever and forever, mpaka tutapoenda kurithi uzima milele ndipo tutaona uso wake, kwa sababu alisema kwamba hakuna anayeweza kuniona akaishi. Lakini Kristo tayari alishakuja duniani, na hata tunavyosema kwamba katika chapters zilizopita tuliona kuhusu Melkizedek mfalme wa Salemu, inaaminiwa kwamba Bwana Yesu alikuwa anaoperate duniani kama Bwana, kwa sababu bado alikuwa hajafunuliwa kama Mesia, kama Kristo, hajazaliwa kama Kristo. Kwa hiyo operation zake za kiungu zilikuwa zinaendelea kufanyika duniani, lakini kama Bwana, au Biblia inasema sehemu zingine zinamuita malaika wa Bwana, sehemu nyingine inamuita Bwana, lakini ni Kristo ndo alikuwa akifanya hizo kazi katika agano la kale. Lakini hapo bado alikuwa hajafunuliwa kama Yesu. Yaani ile agano jipya la yeye kuja kama Yesu lilikuwa bado alija establish, alijaanza, muda wake hujatimia. Kwa hiyo Ibrahim alipokuwa akisemezana na Bwana yale maneno, tayari alikuwa shajua kwamba ni Bwana. Wale wanaume wengine wawili walikuwa wameambatana naye ambao ni malaika, wakatangulia, wakawa wamewaacha. Ibrahim akawa amesema sasa, si anajua Sodoma na Gomora, ameshajua kwamba huyu ni Bwana, na ameshasema kwamba uovu wao ni mwingi, yani accusation yao ni nyingi, na nimekuja ili kuthibitisha mambo hayo. Ibrahim akamkumbuka ndugu yake Lutu tena, kwa sababu Lutu
ongeza ima yake mpaka kwenye bonde la Sodoma na Gomora. Kwa hiyo Ibrahim akaanza akaanguka kifudifudi, akasema, samahani, naomba niulize Bwana, kwa mfano ukikuta labda watu 50 ambao wana haki kwenye huu mji, utauangusha huu mji, utauangamiza huu mji? Kwa sababu naamini Mungu ni mwenye haki, hawezi akaangamiza wenye haki na wabaya. Katikati ya wabaya hapo atakuwa sio Mungu mwenye haki. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba Mungu akamwambia hapana, wakipatikana 50 wenye haki, huo mji hautaangamizwa. Akasema tena, samahani tena, naomba basi niulize, kwa mfano wakipatikana watu 45 ambao wana haki, je, huo mji utaangamizwa? Bwana akamwambia hapana, mji utaangamizwa kama watakuwepo watu 40 wenye haki, hawezi kuangamizwa na wasio haki. Akauliza tena, wakiwepo labda watu 40 wenye haki wakipatikana kwenye huo mji, je, utauangamiza huo mji? Akasema hata wakiwepo watu 40 wenye haki, sitauangamiza huo mji, nitauacha, sitaangamiza wenye haki na wasio na haki. Ibrahim akasema, basi naomba nisamee, naendelea kukuuliza, lakini kwa mfano wakiwepo tu watu 30 wenye haki, utaangamiza huo mji? Akasema hapana, wakiwepo watu 30 wenye haki, sitauangamiza. Akasema basi naomba niendelee kukuuliza, wakiwepo watu 20, je, utauangamiza huo mji? Akasema hapana, wakiwepo 20 sitauangamiza. Akasema na wakiwepo 10, je? Kwa sababu akawa anaendelea kuuliza ili aone, je, yani Mungu atauangamiza, yani hata kama akipatikana mtu mmoja ana haki kwenye huo mji au wawili, Mungu atauangamiza huo mji wote na hao wenye haki wataangamizwa. Kwa hiyo akauliza mpaka watu 10 wakipatikana wenye haki atauangamiza? Akasema hata 10 wakipatikana wenye haki, sitauangamiza huo mji. Basi Ibrahim akaamua nyamaze zake, akawa ameenda zake na Bwana akawa ameenda zake katika bonde la Sodoma na Gomora. Kwa hiyo ndo hivyo kitabu cha Mwanzo sura ya 18 kinachosema. Kwa hiyo utaenda kusoma mwenyewe vizuri ili uendelee kuelewa zaidi vizuri. Lakini pia kama utapenda kupata sessions za counseling, namba zangu ziko kwenye description box, maelekezo yapo chini, utanipigia tufanye arrangement kwa ajili ya sessions. Lakini pia kama hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, wakati ndio sasa, kesho sio guarantee, pia namba zangu ziko hapo kwenye description box, maelekezo yapo chini, nipigie ili mpate kukueleza mawili matatu. Lakini ni hayo tu, na napenda kukuomba kuendelea kushare, kusubscribe, kulike ili content wafikie watu wengine zaidi. Basi ni hayo tu kwa leo, mpaka wakati mwingine. Kwa heri na ubarikiwe.